Kuchangia damu ni swala la kiimani, kwani hili ni agizo katika dini zote: mpende jirani yako kama nafsi yako. Mtazamaji, hii ni makala yenye kuziangazia harakati za kikundi cha Sauti ya Uhai, huku mahususi wa makala hii ukibakizwa katika kutambulisha kwako shughuli tanzu za kikundi ambazo ni kuielimisha na kuihamasisha jamii kukiunga mkono katika mapambano dhidi ya mengi matokeo hasi ambayo yanatajwa kusababishwa na tatizo la upungufu ama ukosefu wa damu. Kikundi cha Sauti ya Uhai ama SAU katika ufupisho wake ni kikundi cha kijamii kilichotangulia kusajiliwa kwa nambari za usajili CBOSMC 366 kikiwa na maskani yake ndani ya wigo wa ofisi za Chama cha Msalaba Mwekundu Tanzania mkoa wa Shinyanga. Kikundi hiki chenye mipaka yake ya kiutendaji ndani ya halmashauri ya manispaa ya Shinyanga kilianzishwa rasmi mapema mwaka 2014 na hatimaye kupokea usajili wake kutoka katika mamlaka zinazohusika mnamo tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka huo wa 2014. Kikundi cha SAU pamoja na mengi kinalitaja lengo lake kuwa ni kuifikia jamii kwa ukaribu zaidi, kumwelimisha na kumhamasisha kila mwanajamii kuweza kujitokeza kujitolea kuchangia damu ili hatimaye kuifikia hatua ya kutowepo kabisa kwa matatizo mengi ambayo yamekuwa yakitajwa kuwa ni matokeo ya upungufu ama kukosekana kwa kiasi cha damu ambacho kimehifadhiwa katika maabara ya hospitali ya mkoa wa Shinyanga, ambacho kingelitosheleza mahitaji ya wahitaji, hususan na kina mama wajawazito, watoto na majeruhi wa ajali mbalimbali. Miongoni mwa yaliyo matatizo makubwa zaidi ni vifo. Harakati za kikundi cha Sauti ya Uhai zilitanguliwa na falsafa iliyoyatangulia maono ya muasisi wa harakati za SAU Bwana Charles Sebastian Mwinula, ambaye kupitia utumishi wake akiwa mtumishi kutoka Mpango wa Taifa wa Damu Salama Tanzania alipoliona hitaji la uwepo wa namna nyingine yenye mafanikio katika kuifikia jamii kwa ukaribu zaidi, kumwelimisha na tena kumhamasisha kila mwanajamii kuweza kujitokeza na kujitolea kuchangia damu. Kwa jina naitwa Charles Sebastiani, ni mwenyekiti wa kikundi cha Sauti ya Uhai ambacho maskani yake ni katika wilaya hii ya Shinyanga, manispaa ya Shinyanga, na ofisi zake ziko katika uzio wa Chama cha Msalaba Mwekundu, eneo la Nguzo 8 kabla na mahakama ya mwanzo. Chimbuko la kikundi cha Sauti ya Uhai ni matatizo mbalimbali yaliyopo katika jamii yetu, hususani katika jamii yetu ya wilaya ya Shinyanga, katika manispaa ya Shinyanga. Ni matatizo mengi ambayo yanaikabili jamii yetu ya Shinyanga, lakini katika kikundi cha Sauti ya Uhai tuliona tatizo la damu limechukua nafasi kubwa sana katika mahitaji ya wagonjwa mbalimbali wanaolazwa katika hospitali ya mkoa wa Shinyanga. Kikundi cha Sauti ya Uhai pamoja na masuala mbalimbali kinachoyafanya kupitia tasnia ya filamu, michezo, matamasha na mashindano mbalimbali kimelenga zaidi kwa sasa hivi kuhakikisha uwepo wa damu salama katika hospitali ya mkoa wetu wa Shinyanga. Yapo mambo mengi au mikakati mingi ambayo tumeipanga kwa ajili ya utekelezaji huu tangu kikundi kilivyoanzishwa tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2014. Tunao mikakati ya kutengeneza filamu ya mafunzo, mkakati wa uchangiaji wa damu hapo ulipo, na pia mkakati wa kuwa na klabu katika shule za sekondari zilizopo ndani ya manispaa ya Shinyanga. Mbali na kuona ukubwa wa tatizo la upungufu ama ukosefu wa damu, Mwinula aliona jamii kuwa yenye utayari katika kujitokeza kuokoa maisha ya kila mwanajamii, hata kwa kujitokeza kuchangia damu, isipokuwa jamii husika haijafikiwa kwa ukaribu kuelezwa habari za tatizo la upungufu wa damu kabla ya kuelimishwa
na kuhamasishwa kuziunga mkono harakati za kuokoa maisha ya mwanadamu kupitia moyo wa kila mmoja katika kujitolea kuchangia damu. Pamoja na kuwepo kwa mamlaka zilizokabidhiwa jukumu la kuifikia jamii na kuualika utayari wake katika kujitolea kuchangia damu, bado kutofikiwa kwa kundi kubwa la wanajamii kuliliimarisha wazo la Mwinula lenye utashi wa kuwepo kwa kikundi cha kijamii ambacho kingelibeba dhima ya kupaza sauti yenye kutetea uhai wa mwanadamu. Na hapa ndipo zilipochimbuka fikra za kuanzishwa kwa kikundi cha Sauti ya Uhai. Baada ya kupata usajili wake, kikundi cha Sauti ya Uhai kimekuwa kikipanga na kuratibu mipango na mikakati mbalimbali yenye sura za kutaka kufikiwa kwa lengo kuu, ambapo utekelezaji wa harakati zake umeonesha kiasi fulani cha mafanikio, kiasi cha kukipelekea kikundi hiki kupokea hati ya utambulisho wa shukrani kutoka ofisi ya ustawi wa jamii ndani ya halmashauri ya manispaa ya Shinyanga. Hii imeendelea kukipa hamasa kikundi cha SAU na kukifanya kiongeze ari katika kuratibu shughuli zilizopo mbele yake. Miongoni mwa shughuli ambazo zimekuwa zikiratibiwa na kikundi cha Sauti ya Uhai ni pamoja na maandalizi ya shughuli za uzalishaji wa filamu ya mafunzo ya Kadi Yangu, uratibu wa mpango wa majaribio wa Changia Damu Hapo Ulipo, uratibu wa shughuli za mtandao wa klabu za Sauti ya Uhai, na hatimaye sasa utekelezaji wa shughuli za mkakati wa uwepo wa vituo vidogo vidogo vya uchangiaji damu wa hiari. Bwana Isa Salum Rehani ni katibu mkuu wa kikundi cha Sauti ya Uhai, ambaye hapa anauelezea mkakati wa vituo hivi vidogo vidogo vya uchangiaji damu wa hiari. Kama alivyotangulia kuzungumza mwenyekiti wa kikundi cha Sauti ya Uhai, mkakati wa vituo vidogo vidogo vya uchangiaji damu wa hiari ni mkakati ambao unalenga kukiwezesha kikundi cha Sauti ya Uhai kuwa na vituo katika maeneo tofauti yenye mikusanyiko ya watu, ambapo zitafanyika shughuli ya uhamasishaji na uelimishaji ili watu waweze kujitokeza na kuweza kujitolea kuchangia damu. Mkakati huu unakuja ikiwa ni sehemu katika sehemu zinazolenga kufikiwa kwa malengo ya mpango mkuu wa majaribio wa Changia Damu Hapo Ulipo. Mpango wa Changia Damu Hapo Ulipo ni mpango ambao unalenga kumfikia kila mwanajamii popote alipo, iwe ni nyumbani kwake au katika shughuli zake, ili aweze kujitokeza na kuweza kuchangia damu kwa hiari yake yeye mwenyewe. Sauti ya Uhai tukiwa tunaamini kitendo cha kujitolea damu ni kitendo cha ubinadamu zaidi. Sasa mkakati wa vituo vidogo vidogo vya uchangiaji damu wa hiari ni sehemu mojawapo katika sehemu zinazolenga kufikiwa kwa malengo ya mpango wa majaribio wa Changia Damu Hapo Ulipo. Leo hii ni siku ya kwanza kabisa ambayo tumeanza kutekeleza malengo ya mkakati huu. Tumeanza kutekeleza shughuli za mkakati huu wa uwepo wa vituo vidogo vidogo vya uchangiaji damu wa hiari. Mkakati huu unalenga kufanya shughuli zake katika hatua tofauti, ambapo katika hatua ya kwanza unalenga kuwa na kituo cha majaribio katika eneo la Nguzo 8 hapa tulipo sasa, ambapo tunatekeleza shughuli zetu hii leo. Alafu baada ya hapo mpango huu unalenga kuwa na vituo katika maeneo tofauti tofauti ambayo yana mikusanyiko ya watu. Mkakati huu ambao umeanza kutekelezwa katika hatua ya majaribio mnamo tarehe 2 ya mwezi wa 5 mwaka 2015, baada ya uratibu wa masuala yote hitajika, unalitaja lengo lake kuu kuwa ni kukiwezesha kikundi cha SAU kwa kushirikiana na mamlaka nyingine ikiwemo Mpango wa Taifa wa Damu Salama Tanzania kuhakikisha upatikanaji wa uniti za damu zipatazo 15 hadi 20 katika kituo kimoja kwa kila siku ya utekelezaji. Utekelezaji wa mkakati huu umeanza kwa sura ya kwanza majaribio kwa uwepo wa kituo kimoja ambacho kimesogezwa karibu zaidi na watu katika eneo la viunga vya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji jirani na soko la Nguzo 8 mkoani Shinyanga. Kituo hiki ambacho kimekuwa kikifanya shughuli zake ndani ya siku za Jumamosi na Jumapili kimeonesha mafanikio kwa kupokelewa vema na wakazi pamoja na hata wapitaji wa maeneo yaliyopo jirani na kituo.
kimekuwa kikizileta pamoja shughuli za uelimishaji na uhamasishaji za kikundi cha SAU pamoja na zile za utoaji na uhifadhi wa damu ambazo zimekuwa zikitekelezwa na wataalamu kutoka Mpango wa Taifa wa Damu Salama Tanzania na maabara ya hospitali ya mkoa wa Shinyanga. Shughuli zote zinazohusiana na masuala ya utoaji wa damu zimekuwa zikiratibiwa kwa kufuata taratibu zote kwa mujibu wa maelekezo ya kitaalamu yanayotajwa na wataalamu wa masuala ya afya na tiba ya mwanadamu. Kutokana na tatizo la uhaba wa watendaji, shughuli za utoaji wa damu huanzia katika eneo la msajili, sehemu ambapo taarifa hitajika za mchangiaji damu ambazo ni pamoja na upimaji wa uzito wa mchangiaji na kutosheleza kwa wingi wa damu hunukuliwa. Baada ya usajili, mchangiaji damu huelekea katika eneo la mshauri ambapo pamoja na kupatiwa ushauri na saha, mchangiaji huulizwa taarifa za msingi kuhusu afya yake ili kubaini mengi ya kitaalamu ambayo ni pamoja na taarifa za masuala ya magonjwa ya kurithi na hali ya kiafya ya mchangiaji katika nyakati za karibuni kabla ya kufika kwake katika kituo cha uchangiaji damu hiari. Katika eneo hili, mshauri huchukua baadhi ya vipimo ikiwemo kipimo cha mapigo ya moyo ya mchangiaji. Lakini baada ya kukamilika kwa taratibu zote za kitaalamu ndani ya eneo hili, kwa mchangiaji aliyekidhi vigezo hupatiwa maji na biskuti, lengo likiwa ni kukidhi miongoni mwa maelekezo yenye mwitikio wa maelekezo ya taratibu za kitaalamu kwa mujibu wa wataalamu wa masuala ya afya na tiba ya mwanadamu. Baada ya hapo, mchangiaji huelekezwa katika eneo maalum kwa ajili ya utoaji wa damu.